Katika maisha haya, pale pale unapoanza, unaona mwingine anaanzisha kiduka pale kijijini. Uongo kweli? Anafanikiwa na kiduka, anaenda katikati ya mji, kwenye mji kama ni wilaya, anakuwa na center. Uongo kweli? Anakuwa na duka pale. Baadaye mambo yakichanganya pale wilayani, anaenda mkoani, anakuwa na duka pale mkoani. Akimaliza mkoani, anaambiwa Kariakoo, biashara fursa hizo nyeupe. Anakimbilia wapi? Kariakoo. Kariakoo mambo yakimchanganyia, ananunua eneo, anajenga gorofa Kariakoo, anaenda Oysterbay, ananunua jengo wapi? Oysterbay. Anaishi wapi? Fursa za kazi, kujituma, kutokutaka kata tamaa. Ukisoma hivi vitabu vinakupa fursa ya kutokukata tamaa. Hutakiwi na upaswi kukata tamaa. Leo hii unamkuta yule sasa aliyetoka kijijini amefaulu, akaenda mpaka huko vyuo vikuu, akaenda Ulaya, akistaafu anatamani kuchunga nini? Wazee wetu hao ukiona akistaafu anakuambia bwana, mimi unajua mimi nikistaafu, nikimaliza nataka niende shambani nikachunge ng'ombe. Uongo kweli? Uongo kweli? Anasema bwana, nikistaafu mimi nataka nikachunge ng'ombe, niwe na shamba langu kijijini nikae. Mwenzake alianza kijijini kuchunga ng'ombe, akapanda juu, akainunua Kariakoo, akaenda kuishi Oysterbay. Wewe umesoma, unakaa Oysterbay, ukistaafu unaenda wapi? Uongo kweli? Kwani hatujui? Sisi wazee wetu wengi wanafika mara sabana, unajua mimi sasa, mimi mkuu wa wilaya nikistaafu bwana, dada yangu Farida, mimi nataka niende zangu kijijini, nitafute shamba na ng'ombe zangu 3 4 wa maziwa, nikae tu pale kijijini. Uongo kweli? Hayo ni maisha. Maana yake wewe ulioanza kijijini kupanda juu na huyu aliyeanza juu kurudi kijijini, wote ni nini? Ni maisha. Ni fursa, utakiwa kukata tamaa. Mwenzako ameshakaa mjini huko mpaka Ulaya sana, kina mzee wetu ameshaenda hadi huko. Sasa anatamani kukaa na ng'ombe. Ukimuuza mzee hapa, atatamani kwa kienda kule Kigoma wapi aone ng'ombe hivi nini. Yeye ndo anajisikia raha kwa sababu kile kipindi cha ng'ombe yeye alienda wapi? Juu kusoma. Wakati mimi nahangaika na ng'ombe, yeye yuko juu. Sasa ameshafika huko juu, anatamani kukaa na nini? Na ng'ombe. Mimi nilichunga ng'ombe sana, nikauza ng'ombe sana, natamani kukaa Kariakoo. Nikipata Kariakoo nataka nikae kule alikokaa yeye zamani, Oysterbay. Sasa maisha si draw. Maana yake tusikate tamaa. Ukisoma hivi vitabu vinatuonyesha kila mwanadamu ana fursa, ana umuhimu wake. Hakuna mwanadamu ambaye hana umuhimu. Sote tuna umuhimu. Lakini tutumie vipawa vya wenzetu kujifunza kwenye vipawa vyetu ambavyo tumepata. Ili uweze kujua cha kwako, jifunze cha mwenzako. Mimi nikupongeze kwa hili ulilofanya. Na nikutie moyo. Kwa sababu unakwenda huko nje, kajifunze na ya nje. Lakini uje uwaandikie vijana wenzako mambo yaliyokuwepo huku mazuri. Kwa sababu mimi na wewe wala sikukujui kabila, nishakuuliza kabila. Sijawahi kukuuliza. Wewe ndio uliyeniambia mimi mama yangu anaitwa Farida. Nikamwambia mbona Farida dada yangu? Uongo. Lakini ulikuja kwa mkuu wa wilaya bila kuulizwa kabila, bila kuulizwa dini yako. Sawa? Bila kuulizwa baba yako ni nani, ni wa chifu au wa nani. Sasa ukawaambie kwamba nyinyi Ulaya wakati mna haya na sisi wenzenu tuna haya. Nyinyi wa Tanzania wakati mnasikiliza haya na sisi wenzenu tuna haya. Tuna mambo mengi ya kwetu ya kujivunia. Ndio maana leo hii kwa Mtanzania aliyekulia vizuri, akalelewa na vizuri, hata akisoma kwenye mitandao hafanyi kama mitandao inavyosema. Uongo kweli? Wanaishia kusoma tu, anasoma hivi basi. Anasoma basi. Sasa hata ukisema mbona watu vijana hapa wasije kwa sababu Abdulkadir sio mwema, hawa wametendewa wema na nani? Watafanyaje? Watakuja. Safari ya ndoto zangu. Na huwa nasema hivi, bora tufe na ndoto zinazopumua kuliko kubaki hai na ndoto zilizokufa. Na kwa kusema hivyo tutaendelea kupambana kuona ndoto zetu zinatimia. Kama ndoto zitakuwa zimejificha nyuma ya mwamba, tutaupasua tuzifikie.
Kama zitakuwa chini kwenye kina cha bahari, tutazifuata ndoto hizo tuziibue. Kama ziko maporini tuzazifichua. Kama zipo mapangoni tutazifuata, lakini kwa pamoja lazima tutimize ndoto zetu. Na kwa kusema hivyo, iwe hamasa kwa vijana wenzangu, iwe hamasa kwa wadogo zangu. Msiache kupambania ndoto zenu. Na watu wa kwanza ambao wanaweza kuwa support kwenu nyinyi ni watu wenu wa karibu. Iombeni support kutoka kwenu. Hawa ndio watawafikisha ili muweze kukutana na watu wengine wa kuwashika nyinyi. Kwangu mimi nasema naianza safari. Tunafanya jambo ili naliita la kitaifa. Nazindua vitabu viwili vya Kiswahili Tanzania. Lakini tukitoka hapa lazima tuanze kwingine. Nimekiona kitabu. Kuna begi alafu kuna vijana wawili. Kitabu kinawahusu vijana katika kivuli cha ulimbukeni. Hawa ni vijana ambao wako katikati ya dunia, wako katikati ya jamii, mavioni, mitaani, mashuleni na maeneo kama haya. Hili begi ni mambo yote ambayo yanatupwa kwenda kwa vijana. Yapo mabaya, yapo mazuri na vijana wanalipokea. Sasa ni kazi yetu sisi kuchagua. Kitabu cha katika kivuli cha ulimbukeni kimebeba visa vingi vya vijana walioumia, waliopitia madhila mbalimbali, visa vyao, mapambano yao. Lakini success na failures zao, wamefeli wapi? Humu ndani kwa visa. Kuna damu kwenye hii mipasuko, kwa maana kuna watu wameumia, mioyo yao imevunjika, mioyo yao imevuja damu. Lakini ile damu inaumwagika. Kuna vijana wengine katika mapambano wamekutana na mauti. Humu ndani tutaweza kujifunza mambo kama haya. Hatima iliyofutika. Kuna binti analia. Alafu kuna kijana amevaa kama daktari, ana barakoa. Kuna kirusi cha corona na kuna hizi alama za kuonyesha Afrika. Huyu ni binti wa Kiafrika anayepambana, binti wa Kiafrika anayepitia changamoto. Tumeeleza visa vyake ndani. Na mimi nawaheshimu na wapenda wanawake sana, kwa sababu naitambua nafasi yao kwenye jamii. Hichi kitabu kinamgusa moja kwa moja mwanamke, kinamgusa moja kwa moja mzazi, kinamgusa moja kwa moja mume mtarajiwa. Sitaki kuvieleza sana, lakini leo jambo ni moja tu. Nawaomba atakayeweza kuchukua kopi achukue. Kuna mengi ya kujifunza. Tumewekeza fikra, tumewekeza muda, lakini pia tumewekeza lile hitaji letu la kuona kwamba tunafanya mabadiliko sisi kama vijana. Sina mengi ya kusema. Zaidi ni kuwashukuru, na natamani niendelee kuwashukuru, lakini muda haunitoshi. Tayari nimeshamjua, ni mtoto ambaye ana vipaji vingi. Ana mambo mengi kwenye kichwa chake. Yaani ana uwezo wa kufanya vitu hata vitano kwa wakati mmoja. Kama hivyo ambavyo anaweza kuandika, kwa maana ya kuandika hadithi, anaweza akaandika ushairi, anaweza akatunga, anaweza akagani, anaweza akacheza mpira, yani kila kitu anaweza. Kwa hiyo hata alipoamua kuchukua masomo ya science na bado akawa anaendelea na masuala haya ya usanii, sikuona kwake ni shida, kwa sababu namtambua kwamba ana vipaji vingi, anajielewa, anajiweza, lakini kubwa anajiamini sana. Unawaambia nini wazazi ambao watoto wao wana kipaji kama hiki cha mwanao na wanashindwa wa support, wanashindwa kuendeleza watoto wao kwenye kipaji? Kubwa naambia wazazi wenzangu, siku zote sisi wazazi huwa tunawatengenezea watoto njia. Unaweza ukatamani mtoto wako awe daktari, unaweza ukatamani mtoto wako awe mwanasheria, lakini pia mtoto na yeye ana vipaji na karama ambavyo Mwenyezi Mungu amemwandikia. Katika vile vipaji na karama ambavyo amemwandikia, tuna kila sababu kama wazazi kuweza kumsapoti. Na inawezekana hapo ukaua ndege wawili kwa jiwe moja, kwa maana kwamba kile kipaji alichokuwa nacho ukamsapoti akafanikiwa, na kile ambacho wewe kama mzazi ungetamani mtoto wako aweze kufanikiwa, na chenyewe pia anaweza akakipata. Kwa hiyo wazazi wenzangu, pale tunapoona watoto wetu wanaonesha vipaji vyao, wanakaa na sisi wanazungumza, mama mimi nahitaji kuandika kitabu, labda mama mimi nahitaji kujifunza michezo au chochote, sisi tuna kila sababu ya kupanga sehemu ya majukumu yetu, kama ambavyo unavyoamua kumlipia ada au unapoamua kumnunulia nguo, basi pia utenge kwa ajili ya kuweza kukuza kile kipaji chake alichokuwa nacho. Tumezoea kuwaona baadhi ya wazazi wao wanatamani watoto wao wafanye kitu fulani pasipo kufikiria ndoto ya mtoto kama mtoto mwenyewe. Wewe kwa upande wako umewahi kufikiria kwamba mtoto wako anaweza kawa fulani pasipo kufuata malengo yake?
Mimi natamani kama mzazi, natamani kumuona mtoto wangu anakuwa na kitu ambacho natamani. Mfano mimi nitamani huyu awe daktari. Nitamani, na tulimjengea msingi huo wa kuwa daktari toka mwanzo. Na alipomaliza form 6 alifaulu vizuri sana. Alisoma pale Kibaha Boys. Alifaulu vizuri sana kiasi kwamba alihitajika kuwa daktari. Lakini hakutaka udaktari. Akasema anataka ufamasi. Na tukamsikiliza kwa nini, akatupa hoja zake za msingi. Na hoja kubwa alisema famasi nitapata fursa ya kusaidia watu kwa taaluma, lakini pia famasi ni kama vile biashara, lakini pia famasi naona pia inaweza ikanipa room nyingine ya kuweza kufanya vipaji vyangu vingine. Hapo tayari tumeshatambua na vipaji vya aina tofauti tofauti, kwa hiyo tukaona basi tukubaliane na kile ambacho yeye anakihitaji, kwa sababu mwisho wa siku hata kama unataka mwanao awe fulani atakuwa, kwa hiyo anaweza kaa kwa namna nyingine lakini atakuwa, kuliko asiwe katika njia nyingine yoyote. Kwa hiyo tuliamua kukubaliana na kile ambacho yeye kimemjia kuliko kile ambacho sisi labda tulikuwa tunakihitaji, kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji mtoto apate mafanikio. Mimi ni mzee Walter Bugoya. Sasa hivi ni mwenyekiti wa kampuni ya Mkuki na Nyota, wachapishaji wa vitabu, na nimestaafu sasa, na anayeongoza sasa kampuni hii ni Mkuki Bugoya ambaye ni mwanangu. Nimekuja hapa leo mie kama kuunga mkono jitihada ya kijana huyu katika uandishi, lakini nimeona vile vile kwamba huyu kijana ni hodari sana katika nisemeje, katika kutangaza kazi yake na kujitangaza. Maana siku hizi lazima kazi hizi zote watu wasikie taarifa, apate taarifa hizo ili waweze kununua vitabu hivyo na kufuatia ni nini hasa huyu kijana anafanya na kazi zake anazoendelea kufanya. Sasa mimi nadhani kwanza ni ujasiri aliofanya yeye kuchapisha vitabu viwili kwa wakati mmoja, lakini nadhani watu hawana budi kuelewa kwamba kutoa kitabu ni sehemu tu ya kazi ya uchapishaji. Kuna swala la vitabu vile unavihifadhi vipi, unavitambulisha vipi, watu wanavipata wapi, yani marketing wanavyosema, kutafuta masoko na distribution, kuvisambaza. Yote haya ni hasa ndio kazi kubwa zaidi kuliko hata kutoa kitabu chenyewe. Bila shaka kukiandika ni kazi, kwa sababu kazi zote hizi zinafuata baada ya kitabu kuandikwa. Lakini nataka kusema tu kwamba watu hufikiri kwamba kutoa kitabu umekwisha, lakini hasa ndio mwanzo wa kazi. Sasa nadhani tunachoweza kufanya sisi kama wasomaji na wananchi ni kununua hiki kitabu, kumsaidia kijana huyu, kumpa nguvu ili aweze kuendelea na kazi za kuandika na kuchapisha. Nadhani hiyo ndio nataka kusema. Kwanza mimi nadhani kuhamasisha kusoma vitabu, kwa sababu hakuna mbadala. Hii kusoma kwa mitandao bado imeonyeshwa kisayansi kwamba haifikishi ujumbe kama kusoma kitabu kwa kukifungua. Wamefanya utafiti kwamba kusoma kwa kutumia vyombo hivi vyenye screen, yani hata televisheni au simu za janja na nini, hupati sawa na ambavyo ungesoma kitabu. Kwa hiyo wale wanaojidanganya kwamba wanasoma wanapata karibu theluthi inapotea, 30% inapotea, hawaipati kwa kusoma kupitia hizi. Sasa niambie, wewe kusoma watu unapata 100 kwa 100, alafu wewe unapata 70. Unaona, 70%. Kwa mimi nazidi kuasisitiza kwamba
lazima kusoma. Na hawa hata unaposoma kwenye mitandao, unasoma kazi za watu ambao wameandika kwa mkono, pengine hata kwa kutype sawa, lakini ni kazi ambazo zimetoka kwa watu ambao wamefanya kazi ya kusoma, ya kufanya utafiti na kadhalika. Kwa majina naitwa Mary Simbano, ni afisa mradi wa MwanaClick actually. Yeah. So tuko hapa kwa ajili ya kuwajulisha Watanzania namna gani wanaweza kupata kitabu hichi kwa njia ya kidigitali. Ukiacha njia ambayo ni ya print ambayo kimezinduliwa leo, lakini pia kwa kupitia Mwananchi Communications Limited, kupitia platform yao ya MwanaClick, unaweza kupata vitabu hivi vile kwa shilingi 3,000 kwa kila kitabu kimoja. Vitabu hivi vinapatikana katika Android, katika MwanaClick, lakini pia kwenye simu zote za Android na iPhone wote wanaweza kupata vitabu hivi kupitia MwanaClick kwa shilingi 3,000, bei almost nusu au robo kabisa ya bei halisia. So tunawakaribisha sana katika platform yetu ya MwanaClick uweze kujipatia kopi hizi kwa wote ambao hawajaweza kufika hapa, lakini pia wako mbali na Tanzania lakini wanatamani kusoma kitabu hichi. Ni fursa adhimu ambayo unaweza kupata kusoma kitabu kile test ile, lakini kwa njia ya kidigitali. Karibuni sana.